This is JK Info. Welcome to my channel. Na katika hino video tutamsikiza Mr. Francis ambao yeye anadai kwa kusema kwamba Waislamu na Qurani yao kufu inadai kwamba ama inahamasisha Waislamu kuuawa na kuwaua wale watu ambao si Waislamu. Na katika hino video tutamsikia akizungumza, alafu mimi nitakuja nitamjibu. Kwa sababu Muislamu anaweza akawaua wasiokuwa Waislamu na yeye akakufia hapo ndani akiamini ya kwamba ataingia peponi na kuruzukiwa wanawake wanaitwa mahurulaini, ya kwamba ako tayari kuwaua wasiokuwa Waislamu. Lakini tukienda kwenye mambo ya kuuana, yeye amesema ni makosa. Kwa hivyo kama yeye he's a Christian, so yeye lazima aseme kitu ni kibaya kwa ajili ya sharia ya Mwenyezi Mungu na sharia ya Kibible. Kwa hivyo tuangalie katika sharia ya Kibible, ni makosa kuua watu ambao si wa dini yako, ama Mkristo kuua mtu ambao si Mkristo. Ukienda kwenye Ezra kitabu cha 7 mstari wa 26 inasema yoyote ambao hafuati sharia za Mungu anafaa kuuawa. Ukienda kwenye Exodus kitabu 22 mstari 20, yoyote yule anayefanya ibada ya kutoa kafara, yani ama anafanya kafara kwa Mungu mwingine anafaa kumalizwa. Ukienda kwenye Deuteronomy kitabu cha 13 mstari 6 mpaka 10, kama ndugu yako ama mtoto wako ama mke wako ama rafiki yako anakuambia kuhusu dini nyingine ama kukushawisha kuhusu ibada ya Mungu mwingine, basi anafaa auawe na kupigwa mawe. Mtu ambaye ameshikilia ofisi ya serikali akiwa anaongozwa na Qur'ani anaweza kuwatendea usawa wasiokuwa Waislamu, wale ambao anaamrishwa na kitabu chake ya kwamba wale wasiokuwa Waislamu wanatakiwa kuuawa. Waislamu ambao wako na cheo ama wakipata nguvu watawafanya nini wale watu ambao si Waislamu? Basi kwenye Bible inasema Mungu akikubariki na cheo ama akikupatia ardhi, na hiyo ardhi kama yenu nyinyi sasa, basi waue wote wengineo na usiwache hata moja. Ukienda kwenye Numbers mstari 17 mpaka 18, auwe wanaume, wanawake na watoto wa kiume, lakini jeshi lake lichukue watumwa baina ya wasichana ambao ni virgins na wajiekee wenyewe. Ukienda kwenye Exodus kitabu cha 31 mstari wa 14, yoyote ambaye haiheshimu wala haitekelezi siku ya Sabat anafaa kuuawa. Kwa hivyo Mayahudi wanaamini kwamba Sabat ni Saturday na Wakristo wanaamini kwamba Sabat ni siku ya Jumapili. Kama kwa mfano niko kwenye nchi ya Kikristo na sitekelezi sharia ya Sabat, basi mimi lazima niuawe according to the Bible. 1 Samuel mstari wa 4 wa 2 mpaka 4 naamrisha watu, nendeni kwa Amalek na muwamalize wote, wanaume kwa wanawake, wachanga hata wanyama wao. Kwa hivyo hata wanyama mnafaa waue, na wachanga, watoto wachanga pia ni amri kwenye Bible kwamba hamufai kuacha mtu yoyote. Tunaweza kuzilingamanisha, tuangalie which is worse. Which is advocating for total destruction and which is advocating for kupigana tu na wale watu ambao ni, let's say, wanajeshi na wale wengine kuacha. Angalia kwenye kitabu cha Bible inasema watu wote lazima wauawe, wanawake, wanaume mpaka watoto wachanga. Nataka niweze kusoma kitabu kimoja hapa katika Qur'ani 9 mstari wake ni wa 5. Inasema, na miezi mitakatifu itakapopita, basi waueni washirikina popote mwakutapo. Huo mstari ambao yeye ameutaja, mstari wa kwanza inaonesha kwamba kulikuwa na mkataba wa amani, lakini wale washirikina waliovunja ule mkataba wa amani wakaanza kuwaua Waislamu. Kwenye mstari wa 4 ambao yeye pia ameiruka very conveniently of him, inasema kwa wale mliofanya mkataba wa amani wala hawakuwakosea, basi hii amri haifai kuwa juu yao. Ukienda kwenye mstari wa 7 inasema mkataba wa amani ni kwa wale mliofunga mkataba, na wakiwa wazuri kwenu basi kuwa wazuri kwao. Kwenye Qurani inasema kwamba ukienda kupigana na watu msiwamalize watu wote, muwapigane na wale ambao waliopigana na wao, lakini wakiwa wazuri kwenu basi kuwa wazuri kwao. Ukienda kwenye mstari wa 6, wale baadhi ya washirikina ambao wanataka usalama kwenu basi wapatieni na muwapeleke kwa pahali ya usalama. Kumbuka hiyo ilikuwa ni vita, Waislamu wanakwenda kupigana na wao
Waislamu wakawambia baadhi ya wale ambao mlienda kupigana na wao, kuna wengine ambao wanataka amani. Kwa hivyo kwa wale ambao wanataka amani, wapeleke pahali kwa amani. Kwa hivyo waweza kukompea baina ya Ukristo na Uislamu, which is more extreme. Katika Ukristo anasema uue wote pamoja na watoto wao wachanga, ilhali hapa kwenye Uislamu inasema upigana na wale ambao walikuwa wanataka amani, na wale ambao hawataki amani basi ndio hao ndio lazima mpigane na wao na kujiokoa maisha yenu. Unakwenda kwenye Bukhari 2966, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, katika vita msiombe kupambana na adui, lakini mkipambana basi muwe na subra. Pia alisema kwamba Waislamu wanahamasishwa kuua ili waweze kuruzukiwa, wakifa nao pia waruzukiwe wanawake. Lakini hili jambo wenyewe pia kwenye utapata kwenye Bible haipingi kutoka kupigana na kuuawa alafu baadaye ubashiriwe ama ubarikiwe na wanawake, haijapinga hivyo. In fact inasema wake 100. Kwa hivyo ni zaidi ya wale wake ambao Waislamu waliobashiriwa. Kitabu cha 10 mstari 34 mpaka 36, Yesu anasema, mimi sikuja wala sikuletwa kwa sababu ya amani, mimi nimeletwa ili nishike panga. Ukienda kwenye Mark 10, translation ya Aramaic, si translation yote nyingine but translation ya Aramaic. Aramaic ni ile language ambao Isa alayhi salam ama Jesus alikuwa akizungumza. Inasema, there is no man who has left his house or brothers or sisters or father or mother or wife or children or town for my sake and for my gospel's sake, who will not receive each one 100-fold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and towns with persecution in the world that is coming, eternal life. Kumbuka wakati huo yeye alikuwa anatafutwa na Mayahudi na pia anatafutwa na Maromans. Yamaanisha ukimfuata yeye, wewe pia lazima utatafutwa, wewe pia lazima utauawa, ama wewe pia lazima upigane ili uweze kumlinda Yesu ama Isa alayhi salam. Tutakapofika mahakamani tutaweza kufafanua jihadi ni kufanya nini. Nasema atapeleka Waislamu mahakamani ama tukutane mahakamani. Mahakama ya Kenya inafuata sheria ya kidemokrasia, sheria ambayo si ya Bible. Bible inasemaje kuhusu mahakama ya Kenya? Bible utakuta kwamba Bible inasema yoyote ambaye anafuata mahakama ya Kenya hana sheria yoyote na ako kwenye makosa. Acts kitabu cha 5 mstari wa 29, Peter alikuwa akifanya ya kuhubiri na akafanya afungwe. Alipofungwa akasema, akawaambia wale waliomfunga, tunafaa tufuate sheria ya Mungu na si ya binadamu. Kwa hivyo Bible inatuambia tusifuate sheria ya Kenya, ya mahakama ya Kenya, tufuate sheria ya Mungu. Ezra 7 mstari wa 26 inasema, yoyote ambaye hafuati sheria za Mungu na sheria za mfalme, yani mfalme ambao anatekeleza sheria za Mungu, anafaa auliwe ama atolewe mji, achukuliwe mali yake ama afungwe. Katika wale lawyers wote na majudges wote wa Kenya, according to Ezra, mnafaa mfungwe na mnafaa muuliwe. Kitabu 19 mstari wa 7, sheria ya Mungu ni kamilifu wala haina makosa, na wengine wanasema ni sheria ambayo haitaki kuongezwa wala kupunguzwa. Ukienda kwenye Roma kitabu cha 10 mstari wa 4, Yesu ndiyo mwisho wa sheria yote. Hii inamaanisha zile sheria alizozileta hazifai kuongezwa zaidi. Yesu ndiyo mwisho wa sheria zote, he is the end of the law. Chochote ukiongeza unafanya makosa. Kitu kingine ni kwamba tutaona lawyers wengi siku hizi ni wanawake na judges wengi pia ni wanawake. Ukienda kwenye Bible inasema nini kuhusu wanawake ambao wanazungumza kwenye koti ama wanawake ambao kuna cheo kama vile judges? Ukienda Timothy 1 kitabu cha 2 kuanzia mstari 11 inasema kwamba mwanamke anafaa akuwe kimya. Kwa hivyo mwanamke hafai kuzungumza na mnyenyekevu na hafai kuwa na cheo chochote juu ya mwanamume. Mr. Francis atatupeleka mahakamani sisi Waislamu, lakini unfortunately kuna chance kubwa kwamba judge atakuwa ni mwanamke ama lawyer aweza kuwa ni mwanamke, ambao kwenye Bible imekataza mwanamke kuzungumza mbele ya wanaume na inakataza mwanamke kuwa na cheo.